wakifanya vitu vya ajabu. Wakati mwingine ninasikitika kusema hata wanawake watumishi, wake za wachungaji, wanawake wachungaji wanafanya vitu vya ajabu. Nisamee kusema hivyo. Songea kuna mke wa mchungaji alijiua. Alijiua kabisa. Ndio mchungaji alijiua baada ya kuugua muda mrefu, imefika mahali amekata tamaa. Akajiua. Sasa kuna namna, kama hutajua huu uwezo, nikwambie tu utajikuta siku zote ni mtu wa kushika tama. Na hata ukichangamka, tutakuja kuchangamsha tu kwenye kongamano la namna hii, lakini ushatoka kwenye hilo geti, changamoto zako zote zinarudi, unakuwa tena sio mtu wa namna hii. Na ukitaka ujue mtu ana changamoto, angalia sasa hivi kama wanja bado upo, utuambie ulifuta kwa sababu gani. Kuna watu wamepaka tu wanja leo kwa sababu ya hii shughuli, lakini ameshasahau kwamba alipaka nini. Kuna watu wamevaa wiki sasa hivi limeshapinda, hebu angalia wiki la mazao kama liko sawa. Ndipo pale pale alipoliweka kama mama. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tuna uwezo. Amen. Sasa uwezo nitakao kuelezea leo utakusaidia maeneo mengi sana. Eneo la kwanza itakusaidia katika imani. Eneo la pili itakusaidia katika ndoa. Eneo la tatu itakusaidia katika malezi. Eneo la 4 itakusaidia katika uchumi. Lakini eneo la 5 katika maisha kwa ujumla. Katika maisha kwa ujumla. Uwezo nitakao kuambia leo, ukiishi kwa uaminifu, utakuwa na sababu ya kuingiza darasani watoto wako wa kike na wa kiume. Yaani nakwambia ukweli kabisa, yaani kwa jinsi utakavyokuwa ukiishi, kuna namna watajifunza kupitia mifumo yako ya maisha. Unaamka vipi? Unaendaje kazini? Unavaa vipi? Unapikaje? Unaombaje? Unakabilianaje na changamoto? Unazungumzaje na mume wako? Na niwaambie tu wapendwa, kuna namna ukiishi, watoto tulionao, kama tutaishi kwenye misingi mizuri, tutakuwa na watoto wazuri sana. Kama kuna mtu ananielewa. Lakini namna yetu ya maisha na kukosa uwezo fulani fulani katika malezi unasababisha tunakuwa na watoto duni kwenye maisha, tunakuwa na watoto duni kwenye imani, lakini tunakuwa na watoto duni kwenye hata mazingira mengine. Usitake kuniambia mtoto leo anashindwa kukabiliana na changamoto ya kukosa pedi shuleni, shule ya bweni, alafu anaamua kwenda kulala na mwanaume. Bado ni kwa sababu gani? Hapo kukuona ukiwa na changamoto fulani, unaitatuaje? Unajua zamani sisi tulikuwa tunavaa vitambaa. Nani anajua? Na tulipokuwa tunavaa vitambaa, mimi nakumbuka nilifundishwa namna ya kuvaa vitambaa. Tulikuwa tunaambiwa ukishavaa kitambaa uruhusiwi kucheza. Hata namna ya kutembea utakiwa ubane miguu sana, ukibana damu itatoka. Lakini leo tuna neema ya pedi. Lakini haina maana ni nyakati zote mtoto atapata pedi. Unaweza ukamfungashia pedi za kutosha, akaenda nazo shule, kwa namna moja au nyingine wenzake wakazichukua. Na ulishamkataza kuomba. Unategemea mtoto atakuwa kwenye mazingira gani? Mimi kuna wakati nimepasua kanga zangu. Na kuna wakati nazitumia. Na kuna wakati nazifua. Na kuna wakati nazianika. Na nina uwezo wa kununulia watoto pedi. Lakini nataka kuonyesha kwamba hivi, kuna wakati itabidi tu uvae kitambaa. Na atajifunza na atajua. Kwa hiyo akienda shuleni pedi ikichukuliwa, hata akiolewa mume akishindwa kununulia pedi, anajua nina uwezo wa kutumia kitambaa. Haleluya. Amen. Tunaelewa? Amen. Nilipita nyakati nimekwambia za kupika mboga moja. Mimi kuna mboga ambazo sasa hivi kwangu sizipiki na sizitaki. Lakini nikija kwako nitazila. Kwa uaminifu, na sio kwamba si tamu, lakini nilishasema wewe mboga mahali ulinipitisha kwenye nyumba yangu, kwa jina la Yesu utaingia. Nyumbani kwangu sipiki dagaa.
lakini kwako nikija nitakula vizuri sana na naipenda sana dagaa. Lakini kuna mahali dagaa ilinipitisha, unajua. Wewe mpaka inafika mahali dagaa nikifungua kinywa yes. Yes, ile ndio unafungua nayo kinywa. Maisha yalikuwa ni magumu. Chinese nyumbani kwangu nisikuone kwa jina la Yesu. Chinese niliila mpaka siku naenda kujifungua mtoto wangu wa kiume, nilitapika ukutani Chinese. Nikamwambia nisamehe, akaniambia ina shida, go ahead, it's okay. Chinese nzima yule jamaa asadiki. Kwangu lakini kwako nikija tena nitakula kwa heshima na ninapenda, sio kama sipendi, lakini kwangu tu. Lakini kafika nyakati Mungu akaniinua. Sio mambo ya Chinese tena. Nikafika nyakati Mungu akaniinua. Sio mambo tena ya kwenda sokoni kuanza kutembea na unapalacha, nifungie nyanya za 5,000. Tukaanza na sisi kwenda supermarket. Kuna nyanya za kilo hivi, mnajua Unaingia supermarket, naomba kilo 6 za nyanya. Naomba viazi Ulaya kilo 3. Haleluya. Mnajua zucchini. Zucchini tukaanza kula. Hivi mnajua kwamba vinega inaoshia matunda Atoshi tuna maji. Haleluya. Ikafika nyakati na sisi tunanunua vinega. Ukipanga meza mshikaji inaeleweka. Bibi upo? Unanielewa? Mungu akatuinua tukafika kwenye hizo nyakati. Lakini haina maana tutaendelea kuwalea watoto wetu kwenye hizo nyakati tu. Hata Mungu akikuinua inuka kweli, lakini watoto lazima wajue aina za maisha. Sasa kwa namna hiyo kuna namna utawalea watoto wako watakapokwenda kwenye maisha yao, watakapokutana na changamoto za uchumi, na wakati mwingine wala sio kwao, anaweza kaenda kwa rafiki, anaweza kaenda kwa ndugu, akakutana na namna fulani ya vyakula. Sasa asishangae. You hear me? Unanielewa? Asishangae. Mimi kuna watoto unakaa na mtoto anashangaa na kuuliza hii ni nini? Hivi unajua kuna watoto hawajui mahindi, maize. Nikiwa kwenye guzi hajui. Mtoto mmoja akaniuliza, "Auntie, what is this?" Kamuangalia kwanza. Hajui, nikamwambia, maize." Anashangaa, kwa kumbe mahindi yanatoka kwenye guzi. Hajui. Wakati mwingine tupike tu vibulu. Watoto wapekeche, wapukuchue, wapale tunaita vibulu. Huko sijui ile mahindi machanga mnahitaji ya kupika na maharage. Kidheri Wakati mwingine hata kama una mashine ya kufua. Nilikuwa namfunda bibi harusi fulani hivi, nikamwambia namna ya kufanya kazi za mikono. Akaniambia, "Kungu, you should stop these teachings now. Watu sasa hivi hatutumii tena kufua mikono." Akaniambia, no. Nifundishe wote, lakini kuna vitu Kungu naomba usinifundishe. Nimewekeza kwenye mashine. Nina mashine za kublend, nina majiko ya umeme, nina microwave, nina tosti za kutosti mikate, nina endelea na tupiki zingine, lakini hapa niache. Ndio watoto wetu. Ndio watoto wame put their nails, wana makucha yao mazuri. Wewe kumwambia ende akasugue jinsi ya mume. Lakini maisha yako hivi. Kuna nyakati umeme utakatika. Unless otherwise. Kuna wakati atahitajika tu kufua. Kwa hiyo hata kama tuna mashine za kufua kule nyumbani, tuwafundishe kufua. Amen. Tuwafundishe kufua. Na ndio sasa ninakwambia kuna namna tukiishi na kuna utaratibu tukiishi. Na wamama wa sasa hivi wenye miaka 35 kushuka chini, mnalea watoto vibaya mno. Mnalea watoto vibaya. Sio watoto wenu mtaenda nao kila mahali. Mimi si chui. Yaani mwanamke kijana hawa wanavyolea watoto. Umshiki mtoto wake. Yaani wakati mtoto anafanya kitu kimuita tu Karen, mama yake anaangalia. Kwamba unataka kumfanyaje mtoto wangu? Lakini huyo Karen kuna namna ukimlea leo, tazamia kesho asiwe Karen wa madeni. Huyo Karen namna unavyomlea leo vyema, tarajia kesho asiwe ni mtu atakayeenda kudanga ile ilishe familia yake. Kuna namna. Huyo Karen wa leo tazamia kumlea vyema,
iko siku mume wake hata kuwa na fedha za kulipia kitu fulani, lakini kwa sababu ya yale malezi yako atajikuta anatoka mahali pagumu mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Nina binti yangu ana miaka 27 kama sio 28 sasa. Ni mke. Nisaidie kuzima tu, kuna watu nani aliweka alama nikiongea sana nipumzike. Nisaidie kuzima. Ni mke wa mtu leo. Ana watoto? Ana watoto? Binti wa miaka 28. Nilimwambia hivi, baada ya kuniambia ana mchumba na yuko tayari kuolewa. Nikamwambia unaolewa. Unaolewa. Tuongee na watoto wetu. Watoto wetu wengi hatutaki waolewe na hatuna sababu za msingi kwa nini wasiolewe. Tunawaambia hivi, hakikisha una hela, una nyumba, una gari, una biashara ndio uolewe. Wewe nikuulize, mpaka leo una magari mangapi na nyumba ngapi na bado kuna huyo mume? Kinasababisha tu watoto wanakuwa wazinzi, vifanio tu, wanafanya tu, wanafanya tu.